warahmatullahi wabarakatuh. Nizere ko mumeze neza mwebwe mwese mukumura kurikirana E+257 imwe mu TV yamibazanira ibintu bitandukanye bijanye na entertainment, ariko kandi nkuko mubizi kangasho dukorera mu bantu tw'abantu nibo bintu kandi ibintu nivyo abantu baduha, sivyo? Rero no munsi twagendeye mu buyenzi ahantu tugiye kuraba umuvyo w'akarorero. You know, ndavuga umuvyo w'akarorero hari abantu bashoca bimvira ibindi bintu siko, ariko mujane nanje bwatumurabe tumuramutse ico kimwe cyo kumenyesha nuko tugiye kumushikiriza akaganuke aho turaza kubamenyesha kubereka ko kaganuke tukamushiriye bega tumushiriye wiki muraza kubimenye nimubane natwe muri E+257 ntimwege kugira like comment na share kuri no video kandi muirabe gushika à la fin guys. I love you. Nimekuja buyenzi leo, nimekuja kuongea na babu ambaye so kawaida. Nilikwambia so kawaida na nikwambia kama so kawaida unajua tu kama so kawaida. So babu mwenyewe ni huyu hapa, wanamuita Mzee Maulidi kama sijasahau. Ni mzee ambaye ana sifa zake, nisema hivyo. Kama vile mnaona alikuwa anafanya shughuli zake, lakini ametukubalia kukaa naye ili tuweze kupiga naye story kidogo. Na story hizo ambazo tutazipiga tutatumia picha ambazo yuko nazo ndani kwake. Ni picha ambazo zina umuhimu kifamilia na pia kihistoria ya maisha ya binadamu. Kwa sababu binadamu tunafanya mambo mengi na huwa wengi wanatutizama wanasema haya sio lazima tuyafanye, mengine haya tukiyafanya kuna vitu vingi ambavyo tunakosea. So yeye kama vile mzee afu ameshaona mengi kama mnavyomtizama, ataweza kutufafanulia kidogo na pia ataweza kutuongoza, kwa sababu wanakuambia wazee ni watu wenye busara sana, kwa sababu ameshaona mambo mengi na leo hii anaenda kutufungua macho na kutuonyesha ni kipi tukifanye na kipi tukitembelee kwenye maisha ya kawaida. Natoa salamu zangu kwanza babu yangu. Salama. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Nashukuru Mungu, alhamdulillah, tujambo kidogo. Naona una shughuli zako, unajishughulisha na nini babu yangu? Shughuli zangu ni kukaa hapa tu. Naangalia hali ya watu kupita duniani na hali yangu tu. Nikiuza maji hapa, pata shilingi franga 100, 500, 1000 basi nasaidia. Kuna watu wengi wanasema kuwa kusema mtu aweze kupata maisha mazuri lazima aingize kipato kikubwa. Kwako unaonaje? Kwa sababu wewe ni mtu ambaye umeshaona mengi kwa miaka yako. Unaona ni ndo inastahili hivyo au? Kadiri Mwenyezi Mungu akukujalia kupata basi inatosha. Leo mimi kuja hapa nimetumwa. Na watu wamenituma, ningependa kwanza nikuonyeshe baadhi ya picha. Unaweza kuniambia wewe unawafahamuje watu hao ili nifike na kuambia walinituma nini mimi. Si ndio? Kuna hawa hapa ni picha ya kwako hii? Na hawa hapa ni wakina nani? Majina tena ya watoto siwezi kuyakumbuka. Maana bado tunakuwa na miaka 14. Siwezi kuyakumbuka tena. Ile nawafahamu sana. Na baadhi yao unawafahamu kama kina nani kwako? Wako watoto wangu wengi hapa. Afu tunaona tukitizama wewe ni baba wa Kiislamu, lakini kwa hii picha kuna baadhi ya watu tofauti, afu inaonekana kuna dini tofauti. Sijui kama mimi ndo naona vibaya. Mimi naona kama wote labda wamebadilika kwa siku hizi, lakini wakati huo tulikuwa nao hapa walikuwa tuna dini moja tu. Sasa baadhi ya hawa walijiunga baba yangu. Walipojiunga mimi wakanituma. Waliponituma wamenipa zawadi nikuletee. Na hizo zawadi nitakufikishia, lakini pia nitahitaji utusaidie kutupa funzo fulani, kwa sababu unajua kuishi na watoto kama hawa, afu wanawake wengi wanatuambia wanawake kuwaweka kwenye nyumba moja ni wengi, wa mara nyingi na kwa gani kelele ni vurugu.
Na siku hizo ambazo mlikuwa mnaishi nao hapa nyumbani, nafikiri unakumbuka mlikuwa mnaishi maisha gani? Maisha mazuri tulikuwa naishi nao. Na kelele zao zilikuwa walikuwa hawana kelele zaidi. Hata siku moja kusema kelele nikachukia. Ila kupigania vipodozi nini? Si ndio wanawake kawaida. Eti ilikuwa ni kawaida. Acha wanaotutizama kupitia E+257. Picha yenyewe ni hii hapa. Babu mwenyewe tuko naye ni huyu hapa. Huyu hapa mkeo. Unamuona kama yeye huyo. Kwa mlembo. Na hawa wengine ni watoto wake, ni wa kike. Kama mnavyowaona ni wanawake 8 kama sijakosea. Na waliponituma, acha niweke hapa. Okay. Wamenipa baadhi ya zawadi. Moja ambayo nitakufikishia, nyingine waliniambia nikwambie kwa mdomo. Ya miaka mingi sana. Asante, shukuru Mwenyezi Mungu awajalie kheri kabisa. Mwenyezi Mungu awazidishie kheri na awajalie maisha mazuri na waishi na watu vizuri huko walipo. Na ameniambia pia kuwa zawadi hiyo sio yenyewe, na zawadi nyingine ni kwamba wanakupangia kukupeleka kuiji huu mwaka ikiwezekana, inshallah Mwenyezi Mungu akiweka heri, huu mwaka inabidi uende ukahiji, kwa sababu wanasema kila kitu unacho. Kama watoto umedhawadiwa na Mwenyezi Mungu, kama maisha alhamdulillah unayo, na inabidi sasa ukahiji ukaweze kuweza kukadhilisha na kuweza kumalizia ni kwenda kuhiji. Na kwa sasa wanasema kuwa inabidi ukahiji wewe, kwa sababu ndo zawadi pekee wanaweza kukupata. Unajua sisi watoto tukizaliwa, tukilelewa, wazazi wanatupa vitu vingi, na wakishatupa vitu vingi inabidi tuweze kuwashukuru. Na tukisema tuwashukuru vile vyote mmetupa, hatuwezi tukaviweza mzee wangu. Na kwa sasa wanasema hiyo ndo zawadi waliona wanaweza kukupatia na ikaweza kukunufaisha. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Awape baraka zaidi. Na pia wamenipa na zawadi ya mama. Hiyo ni zawadi ya mama, walisema kwa sababu baba ndio amelea, ametoa hela yao, amewapeleka shule, lakini mama naye alikuwa kila siku akiwapa sijui elimu ya nyumbani. Unajua kila siku wazazi wa kike huwa ndo wanakuambia mtoto fanya hiki, jifunze kupika, jifunze kuosha vyombo, jifunze kufanya hiki na hayo, wanashukuru pia. Kwa hiyo bila mimi sijakawa, ningependa nimuulize mzee, kuishi na hawa watoto wote pia na mke wako na ukaweza kuwapa haya maisha na wakafikia muda huu, ni kitu gani ambacho likitumia wengine kinawashinda? Kwa sababu kuna wengine wazee kama wewe wamewaacha watoto wao wakakimbia, wameacha familia wakaenda huko. Nataka kujua wewe umetumia mbinu gani ili watoto wabaki hivi na umoja na upendo pia? Na mimi Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio aliponiletea uhai wa kuwa hapa duniani na akanipa uhai wa kupata watoto hao. Tumekaa nao vizuri, wala sikuwa hata siku moja kwa tunaweza kuwa wananiuzi au na wauzi. Kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu ni hivyo tu. Acha tukushukuru sana baba yangu, na Mwenyezi Mungu aendelee kubariki, na pia aendelee kuongoza pia na vijana wengine. Amen. Mimi kama Bibi Mzee Maulidi Yakuti, mimi sina cha kusema mengi sana kwa mzee.
Mzee ana sifa nyingi sana kwa gisi alilea watoto, aliishi na wake zake. Mimi niko miongoni wa watoto wake. Mzee hana ubaguzi, mzee anatupenda sote, mzee anatupa faraja, anatufariji. Kila mtoto wake wote ule, akiwa mwanamke akiwa mwanaume, akiwa na tatizo la aina yoyote ile, akifika kwa mzee anafarijika. Ni mtu anatupa ushauri sana. Mimi niko miongoni wao. Nikiwa na tatizo lolote lile kwenye ujumba wangu, nikimsogelea baba yangu, nasikia nafarijika. Anafanya mimi naishi mu ujumba wangu muda mrefu, miaka 28 ni kwa ajili ya mzee wangu. Miaka 28 leo niko na wajukuu 5. Naishi kwa sababu ya mzee wangu. Tatizo lolote lile nikiwa nalo, nikifika tu kwake ananifariji, ananionyesha ujumba gisi ulivyo, ananionyesha ulimwengu, ananionyesha watu. Mzee wetu ni mtu mzuri sana, sana kabisa. Mzee mcheshi. Ana tatizo na mtu wote ule. Yaani mimi nimekuwa hapa nyumbani kuanzia ningali mdogo paka gisi nimetoka hapa, sijaona mzee ana matatizo na jirani. Juu ni mtu kwanza alikuwa bize sana na kazi zake. Hicho moja mimi nakisifu sana. Nataka nijue, unajua kwamba kuishi na watoto wenye hamchangii baba, waga mara nyingi mnakuwa mnasema sijui urisi nini, inakuwa ile kokotana. Kwenu inakuwaje hapo? Hata baba yetu sisi alimaliza kila kitu. Acha tu kusema kwa wenye hatuchangii baba na wenye tunachangia baba, kwa wamama mbalimbali. Mzee alishamaliza kila kitu. Ni mzee anapenda kutufanyisha mikutano mara nyingi, na anatuonesha, anasema mali yangu ni hii na mwe wote ni watoto wangu. Na kama kuko mwenyewe anakuwa ameshamtoa, anasema huyu nilishampa, huyu hayumo. Na ni mzee kila siku, kila mwaka anaandika testama. Ndio mzee wa kwanza wa Kiislamu niliona anapenda kuandika testama. Kwa tatizo hilo misioni hata kama kesho akiwa hayuko, kama litaleta shida, sizani hivyo. Saa nyingine ibilisi tu ije ingie kati yetu. Lakini kwake yeye amemaliza. Na naomba na sisi kati yetu sisi watoto tumshinde ibilisi. Tumshinde ibilisi kabisa. Tuwe kama yeye, tushike mfano kama mzee wetu. Mzee wetu paka hivi leo kwao Pangaliki. Kwao Pangaliki barabara ya 7 namba 29. Hawajapauza na wanaishi na wadada zake na wadogo zake vizuri. Sasa unaona kama ni vitu vya ajabu. Nyumba ngapi hapa Buyenzi zilisha nani? Ajengewe tu mnara kama ule. Tutamjengea inshallah. Acha kwanza ende Maka. Akirudi inshallah Mungu ayezidi tu kutuwekea naye. Inshallah. Acha tuwashukuru sana. Lakini niko namtafutia mchumba wa miaka 15. Niko na kutafutia mchumba wa miaka 15. So utajiongeza? Nilishaongeza mwisho. Mwisho ni wapi sasa? Mwisho ni huyu naye. Baba, kwa na mke umoja sio ni baya. Inabidi tuongeze wengine. Ni mjukuu wako kama akija. Mesikia kama baba yangu ataoa mjukuu wangu. Acha nikushukuru sana BBG. Haya, nami nashukuru, asante. Mungu awalipe, Mungu akukazie ujumba wako kama ulishaolewa. Amin. Kama haujaolewa Mungu akupe mume mwema. Ni naye. Inshallah wape kizazi chema. Amin. Shukrani. Yo, acha tuwashukuru nyinyi wote mlikuwa mnatufuatilia kupitia E+257. Nizere ko mwumvise byinshi cyane bitandukanye, aho mwumvise yuko uno muvyeyi ahawe agashimwe ku bana bagiye hamwe, kuko urazi kurera abana benshi biragoye, ariko bakavuga ati ibyabaye byose yaratureze, yaraduhaye ubuzima, uno musi niba tugeze ngaha turi, nuko yavuze ati reka nshiremwo ukuboko kwanje, kuko Imana irabaha abana hama bamwe bakemera bakabarera nkuko nabibabwiye. Hari abandi bavuga bati aba bana je barananiye bakabahunga, ariko yaravuze ati je ngoma ndabarera uko biri kose, kuko Imana niyo yabimaye. Arabaririmbye bamwe bamaze kutubwira ati ngo Imana iguhaye umwana iraguha n'isahani yiwe yo kumugaburira, kandi iyo sahani yo kumugaburira iguhaye rero bivana no kungene nawe uyikoresha. Niyo mpamvu rero abana bavuze bati reka tumuhe agashimwe, bamuhaye agashimwe, bahana mama w'abagashimwe,
ariko ikirushijito nuko bamwemereye gushobora kuja kurangiza ibisabwa kugira ubu umwisilamu akwiye nuko uja gusenga ukaja kuhiji. Rero kubw'ivyo bamwemereye ko uno mwaka ubushobozi bw'Imana bazoshobora kumurungika akagenda kuhiji kugira ngo ashobore kurangiza ibisabwa kugira ube umwisilamu abikwiye kandi abukwiriye. So reka ndabashimire cyane mwese mwese muradukurikirana kuri E+257. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu, ntimwage kugira like, comment na share kuri no video. Ama commentaire yanyu muduhe impanuro nkuko mwabyumvise ngaha, mbega ni gute tugiye kubana n'abana dufise, ni gute tugiye kugendana nabo, mbega ni gute dushoboye kugendera ibanga ry'Imana mu kurera imiryango tuba dufise. Mubandanye mudukurikirana. Ciao ciao.